Hebu fikiria kwamba unalipwa ama unatengeneza pesa kwa kujaribu app ama website kama zinafanya kazi vizuri. Na hiyo inaitwa website testing. Yaani unakuwa unashiriki katika kujaribu website ama apps ambazo watu wametengeneza na sasa wanataka kujaribu kama zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo unakuwa unashiriki katika kujaribu. Wewe unakuwa unafanya kazi ama unatumia ile website wakati wao wanakuwa wanaangalia kama kuna changamoto. Na unaweza kuona jamaa hapa katengeneza $50 na anachaji $50 kwa masaa 3 kwenda live kujaribu hiyo website. Umeona, ni very simple, haihitaji ujuzi wowote kwa sababu kuna elekezo cha kufanya. Na unaweza kuona hapa hivi amepata ratings hizo hapo 185 na amefanya kazi 431. Hii ya pili inaitwa beta reading. Yani unakuwa unasoma kazi za waandishi mbalimbali. Inaweza kuwa ni kitabu, inaweza kuwa ni novel, inaweza kuwa ni machapisho au makala, alafu unakosoa ama unaonyesha sehemu ambazo anatakiwa kufanyia marekebisho ili kazi iweze kuwa bora. Ni very simple na haihitaji ujuzi wowote kufanya kwa sababu ili mradi tu unajua kusoma, pengine kama ni Kiingereza unajua kusoma Kiingereza. Ni very simple, haihitaji ujuzi wowote. Watu wanatengeneza pesa katika Fiverr kwa kufanya hizo kazi. Kama huyu dada hapa unaweza kaona anachaji $15 na mpaka sasa hivi ameshafanya order 570. Order 570 sio order ndogo na ana vifurushi tofauti. Umeona? Kwa ni very simple na unaweza kaona pia huyu ni top rated na ana reviews mbalimbali, watu ambao wameshafanya naye kazi wanajaribu kureview utendaji wake wa kazi. Kazi ya tatu ya kufanya katika Fiverr inaitwa transcription. Hii bana ni kazi ya kuandika kile kitu ambacho kinazungumzwa. Inawezekana ni kwenye video ama kwenye audio. Ni very simple, haihitaji ujuzi wowote. Pengine kitu ambacho kinaweza kuhitajika ni Kiingereza. Kwa mfano, huyu jamaa hapa anatokea Kenya. Anachaji $5 kwa dakika 30 ambazo atazitafsiri. Unaweza kaona anafanya delivery ndani ya siku moja. Ni very simple, haihitaji ujuzi wowote na ameweka vifurushi tofauti. Unaweza kuona standard $10, dakika 60, premium $15, dakika 90. Kwa kama una video ama audio ya hizo dakika unalipia, unakuwa transcribed. Na ameshafanya kazi kadhaa. Unaweza kuona amefanya order 246. Ameshajitengenezea pesa ya kutosha. Na ameandika hapa anaongea Kiingereza na Kiswahili. Na huyu sio mzoefu sana, iko level ya pili. Lakini kashatengeneza pesa. Means hata wewe unaweza ukafungua leo hii account yako ukaanza kujitengenezea pesa kirahisi kabisa kwa sababu haihitaji ujuzi wowote. Kazi nyingine ambayo unaweza kuipata katika Fiverr ni kutengeneza makava ya vitabu. Hii kazi nayo haihitaji degree. Ni kazi tu ambayo kama wewe unajua kuchezea simu unaweza kufanya hii kazi. Umeona? Kuna unachotakiwa kufanya, unafungua tu account yako katika Fiverr, unatengeneza tangazo, unaweka pale na sample ya makava ambayo umetengeneza. Kama unajua kuchezea simu, hii ni kazi simple sana. Unaweza kufanya. Umeona? Kuna huyu bwana hapa na anatengeneza makava, anachaji $25 kwenye kifurushi cha basic na anajitengenezea hair. Na unaweza kutumia application kama za Canva. Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa kiteknolojia. Kuna artificial intelligence nyingi sana ambazo unaweza kutumia ukatengeneza makava mazuri kweli ukapata wateja. Kazi ya 5 na ya mwisho katika hii video ni background remove. Just imagine, haka ni kitu kadogo sana. Achana na kuedit picha nzima. Yani ile picha wewe kazi yako ni kuondoa tu background, kubadilisha ile background ambayo ipo kuweka background nyingine. Unajitengenezea pesa. Wachana na kuedit hizi vitu vingine. Kubadilisha tu background unajitengenezea picha. Umeona? Ni very simple. Kwa mfano unaweza kuona huyu jamaa hapa anatengeneza anatumia anachaji $5 kubadilisha background picha 15. Ni very simple. Na sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa kiteknolojia. Hivi vitu sio lazima ufanye wewe uteseke. Artificial intelligence zipo. Unaweza kutumia artificial intelligence ukatengeneza. Umeona? Kama huyu jamaa hapa ameshapata reviews 434. Ina maana hawa watu wote amewafanyia hii kazi. Sio kila mtu anaweza kukaa kwenye kompyuta au kwenye simu akaanza kubadilisha background. Wengine hawana huo muda. Kwa hiyo wanatafuta watu ambao watawafanyia hizo kazi. Na ni very simple, unatengeneza pesa. Unataka upewe kazi gani ili utengeneze pesa? Stop wasting time. Kama bado hujapata side hustle ya kutengeneza extra income, tafadhali subscribe kwa upande wa YouTube na follow kwa upande wa Facebook ili usipitwe na video inayofuata ambayo nitakuwa naelezea ni namna gani unaweza kufungua account na ukatengeneza gig katika site ya Fiverr
na gig ambayo itakuwa inahusiana na kazi mojawapo kati ya kazi ambazo nimezitaja hapo juu. Niandikie kwenye comment ni kazi gani kati ya hizi unaweza kuifanya kwa ustadi wa hali ya juu ili nianze nayo kwenye video inayofuata. Hii